Hakuna kitu kizuri kama amani. Na amani, hebu nikwambie, ni kitu kizuri cha kufuatiliwa na kila mwanadamu dunia hii. Lakini ukikosa amani, hakuna jambo mzuri utafanya. Hata ukiwa na biashara, hakuna biashara utafanya, haitanawiri, ni kwa sababu hakuna amani. Na ni vizuri hata wanasiasa wetu wajue kuwa na amani ni kitu kizuri. Ninaona Kenya hii wakati huu kuna watu wawili wanashindana kisiasa. Kuna Rigathi Gachagua na William Ruto. Hawa wanashindana sana, lakini ni vizuri tuwaangalie na macho mawili na tuwapende wote, ni kwa sababu wote ni wetu. Yaani wewe ukiwa una support Gachagua, msupport ukijua hakuna haja ya kutoa fujo kupitia Gachagua. Na wewe una support Ruto, hakuna haja ya kutoa fujo kupitia Ruto. Ni vizuri uangalie na ufikirie mambo ya amani. Na amani ni kitu kizuri, na hata kinataka tumuombe Mungu sana alinde nchi yetu na atuondolee hiyo vita au mwagakaji wa damu wakati wa mwaka wa 2027. Tukifanya huo uchaguzi, tufanye na kiongozi wetu. Kwa hivyo wewe uko opposition, zingatia amani, na wewe uko kwa serikali, zingatia amani. Ni kwa sababu sisi wote tunahitaji Kenya, na sisi wote tunahitaji mwingine. Kwa hivyo wewe uishi ukiwa hai na uwe na amani, na mimi niishi hai nikiwa na amani. Lakini tukimalizana sisi wote, hiyo ni kazi gani tunafanya? Ati nikisema mimi ni wa Gachagua, mimi ni wa Ruto, hakuna kitu tunafanya. Wote ni wetu. Kwa hivyo tuzingatie amani, na pengine mwishowe unaweza kuta wakikula pamoja. Hawa watu unaona wakishambuliana hivyo, wanashambuliana. Kwa hivyo sisi wananchi wadogo tuzingatie amani, na tujue hawa watu vile unaona wakiingiliana, wakiinukania, unaweza kuta mwaka wa 2028 wakikula pamoja, wakikaa pamoja, wakiongoza nchi pamoja, na pengine sisi wenyewe tuliinukania. Kwa hivyo wewe ambao unapenda Kenya, enda mbele ya Mungu na uweke Kenya mbele ya Mungu, na uombe Mungu kusikuwe na umwagikaji wa damu, lakini amani itawale Kenya yetu. Na mkifanya hivyo, Mungu atawapenda, Mungu atawapeleka mbele, na utaona ukifanya hiyo biashara yako kwa amani, ukifanya hiyo kazi yako kwa amani. Kwa hivyo kile muhimu ningewahizi mkizingatie ni kuomba na kuombea nchi, kuombea hawa watu wawili, kuombea opposition, kuombea kiongozi yule ako, kwa sababu wote ni wetu. Hakuna mwingine ataondoka aende nchi nyingine. Sisi wote ni wa Kenya, hao wote ni wa Kenya. Kwa hivyo tuangalie hayo maneno, na tukifanya hivyo Kenya yetu itakuwa stable, na tutaendelea kufanya biashara na kufanya kazi kwa Kenya.